شبكة الخير الدعوية الخير أونلاين ميديا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, jambo la kwanza kabisa natanguliza usia wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwangu mimi mzungumzaji na nyinyi wasikilizaji, kwa sababu taqwa Allah, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo asili ya mafanikio katika maisha ya duniani na maisha ya akhira. Ndugu zangu katika imani, katika khutba iliyopita tulizungumzia as-sidq wal-kadhib wa atharuhuma fi al-mujtama', uongo na ukweli, au ukweli na uongo na athari zake katika jamii. Ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya hutuba yetu, na tukaelezea kwamba kutokana na umuhimu wa maudhui hii na upana wake, basi tutaizungumza katika hutuba zaidi ya moja. Na leo hii insha Allah itakuwa ni sehemu ya pili ya hutuba yetu, ambayo ndani yake tutazungumza mambo matatu. Nikikumbusha, katika hutuba iliyopita tulielezea maana ya ukweli ni nini na maana ya uongo ni nini. Pia tukaelezea faida ya ukweli na madhara ya uongo. Katika mambo makubwa kabisa ambayo tuliyazungumza ni kwamba uongo ni katika mambo yenye kuchukiza kwa mtu yoyote, haijalishi ana dini au hana dini. Haujalishi uongo huo ameufanya kwa maslahi ya dini au maslahi yake binafsi. Ni shekhe, ni ustadhi, ni kiongozi wa kiserikali, ni raia wa kawaida, jambo la uongo ni katika mambo yenye kuchukiza kimaumbile. Hakuna anayependa uongo.
na tukaona jambo la ukweli ni jambo lenye kupendeza kimaumbile, bila kuangalia aliyezungumza ukweli ni nani, awe ni Muislam, awe ni kafiri, awe ni mtu wa sunna, awe ni mtu wa bid'a, awe ni mshirikina, awe ni mnafiki. Jambo la ukweli ni jambo lenye kupendeza, na mkweli hupendwa na kila aina ya mtu. Lakini pia katika khutba iliyopita tulizungumza aina za ukweli, na vile vile tukamalizia katika khutba yetu kuelezea kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mkweli na mitume wake wote ni wakweli, na Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa ya uongo, na mitume wake wote amewatakasa na sifa ya uongo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tunaendelea kusisitiza kama ambavyo tulisisitiza katika khutba iliyopita, hakuna budi na hakuna namna, ni lazima tuwe wa kweli kimaneno na kivitendo, na kila mmoja katika nafsi yake apambane na nafsi yake, ajitahidi kadri awezavyo ajiepushe na uongo. Uongo ni kitu kibaya sana, na uongo ni katika vitu vyenye kuchukiza, na ndio maana al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Al-Musannaf ameweka athar ya mmoja katika tabi'ina Abul Aliya, anasema kuwaambia watu wake na kuwaambia wanafunzi wake, anawaambia antum aktharu salatan wa siyaman mimman kana qablakum, nyinyi mmekuwa ni wingi wa kuswali na ni wingi wa kufunga kuliko waliokuwa kabla yenu. Waliokuwa kabla yao ni masahaba. Abul Aliya ni katika kibaru tabi'in, anawaambia watu wake kwamba nyinyi katika upande wa swala na katika upande wa kufunga mmekithirisha sana kufanya hizi ibada mbili kuliko wale waliokuwa kabla yenu, walakinna alkadhiba qad jara ala alsinatikum, lakini uongo unapita katika ndimi zenu. Ni waongo sana nyinyi katika upande wa ibada, mnajitahidi kweli kweli kufanya ibada, lakini ndimi zenu zimekithirisha kuzungumza uongo. Haya ni maneno ya at-tabi'i al-kabir akiwaambia atba'u at-tabi'in katika zama ambazo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amezielezea kwamba ni katika zama bora. Kwa hiyo tunapata picha kuona ya kwamba mtu anaweza akawa anafunga, akawa anaswali, anasoma Qur'ani, ni ustadhi mzuri, ni imamu mzuri, akisimama akasoma Qur'ani nyoyo inatikisika kwa namna Qur'ani yake anavyoitoa, akisimama akizungumza maneno yamenyooka kutokana na ufasaha na uzungumzaji aliokuwa nao. Kama ni mfanyabiashara anaonekana huu ni mfanyabiashara hodari kweli kweli, kama ni mfanyakazi ni mfanyakazi anaonekana hodari kweli, lakini ni muongo kupita maelezo. Mtihani wa uongo wametahiniwa watu wengi sana katika zama zilizopita na huu wakati tuliokuwa nao. Kwa hiyo tujitahidini sana kujiepusha na hii sifa. Sasa katika hutuba ya leo tazungumza mambo matatu. Jambo la kwanza, ukweli ni miongoni mwa sababu zilizotajwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam za kumuingiza mtu katika janna, na uongo ni miongoni mwa sababu za kumfanya mtu kuingia katika moto. Hadithi za Mtume ni nyingi zikielezea hilo. Nitataja hadithi mbili tu. Hadithi ya kwanza ni hadithi muttafaqun alayhi, kaipokea Bukhari na Muslim, na imesimuliwa na Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, inna as-sidqa yahdi ila al-birri, hakika ukweli unaongoza kwenye wema.
wa innal birra yahdi ila aljanna, na hakika wema unaongoza kuelekeza katika pepo. Wa innal abda la yasduq, na hakika mja anazungumza ukweli. Wa yataharra sidqa, na anajilazimisha na kujipamba na kuzungumza ukweli. Hatta yuktaba inda Allahi siddiqan, mpaka anaandikwa kwa Allah kwamba huyu ni mkweli. Wa innal kadhiba yahdi ila alfujur, na kwa hakika uongo unaongoza kwenye madhambi na kwenye uovu. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, na kwa hakika uovu unaongoza kumwelekeza mtu motoni. Wa innal abda la yakdhib, na kwa hakika mja anazungumza uongo. Wa yataharra al-kadhib, na anazoea, anajipamba na kudumu kwenye kuzungumza uongo. Hatta yuktaba inda Allahi kadhaban, mpaka huandikwa kwa Allah kwamba fulani ni muongo. Kwa hiyo kama nilivyozungumza katika hutuba zilizopita, uongo ni kinyume cha ukweli na ukweli ni kinyume cha uongo. Na vyovyote vitakavyokuwa, unapoongea ukweli, mtu wa kwanza kujua ya kwamba hapa umeongea ukweli ni wewe mwenyewe. Wale wanaokusikiliza wana hali mbili. Wanaweza wakadhania kwamba umezungumza uongo lakini umezungumza ukweli, na wanaweza kudhania kwamba umezungumza ukweli kumbe umezungumza uongo. Kwa hiyo mtu wa kwanza kujua ya kwamba wewe ni mkweli ni wewe mwenyewe katika nafsi yako. Hakuna faida yoyote umesimama mbele za watu, umekaa na mke wako, umekaa na watoto wako, umekaa na wafanyabiashara wenzako, umekaa na wafanyakazi wenzako, wawadanganya, halafu wanakupigia makofi, na kama ni imamu au ni khatibu inapiga takbira Allahu akbar, wanajua kwamba huyu ni mtu mwaminifu, ni mtu mkweli, halafu ndani ya nafsi yako unakiri ya kwamba huu ni uongo. Hamna faida yote unaipata wewe, kwa sababu shahidi wa kwanza kwamba wewe ni mkweli ni nafsi yako, na shahidi wa kwanza ya kwamba wewe ni muongo kwa hili ulilolizungumza, kwa hili ulilolifanya, ni wewe na nafsi yako. Watu hawana athari yoyote, na ndio maana utaandikiwa thawabu ukizungumza ukweli hata kama watu wataamini wewe ni muongo, na utaandikiwa madhambi ukizungumza uongo hata kama watu wataamini ya kwamba umezungumza ukweli. Kwa tujipambeni na sifa ya ukweli. Ukweli unaongoza katika wema na wema unaongoza katika janna, na tujiepushe na sifa ya uongo. Uongo unaongoza watu kwenye uovu, na uovu unaongoza watu kwenye madhambi, kwenye moto. Hadithi ya pili ambayo ameipokea al-Imam Ahmad katika musnad yake kutoka kwa sahaba Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amesema, idmanu li sittan, nipeni dhamana mimi ya mambo sita. Idmanu li sittan, nipeni mimi dhamana ya mambo sita. Min anfusikum, kutoka kwenye nafsi zenu. Admanu lakum janna, mimi nitawadhamini nyinyi pepo. Nipeni mambo sita, nipeni dhamana ya mambo sita katika nafsi zenu, mimi nitawadhamini nyinyi pepo, kwa sharti tu unipe dhamana katika haya mambo sita. Jambo la kwanza kabisa mtume akasema, usduqu idha haddathtum, semeni ukweli pindi mnapozungumza. Mkizungumza msizungumze uongo. Usduqu idha haddathtum, semeni ukweli pindi mnapozungumza. Wa aufu idha wa'adtum, natekelezeni ahadi pindi mnapoahidi. Umeahidi jambo fulani, tekeleza. Usiwe ni mwepesi wa kuahidi, utekelezaji ni mzito. Wa addu idha tumintum, natekelezeni amana pindi mnapoaminiwa. Wahfadhu furujakum, na hifadhini tupu zenu. Wa ghuddu absarakum, na inamisheni chini macho yenu. Wa kuffu aidiakum, na muizuie mikono yenu. Haya mambo sita haya mkiyafanya,
mimi nitawadhamini pepo. Ukweli unaendana na kutekeleza ahadi, na ukweli unaendana na uaminifu. Ukishakuwa tu ni mkweli, lazima ahadi utakuwa ni mtekelezaji, na ukishakuwa tu ni mkweli, lazima utakuwa mwaminifu. Wanasema hizi sifa tatu hizi, ukweli, uaminifu, kutekeleza ahadi, ni kama vile watoto waliotoka katika fuko moja la uzazi. Mapacha waliotoka katika fuko moja la uzazi hawawezi kuachana. Ni sifa ambazo haziwezi kuachana. Sifa moja inalazimisha sifa nyingine iwepo. Uongo, ukishakuwa tu ni mtu muongo, lazima utakuwa ni mtu wa khiana. Ukitaka lazima utakuwa hivyo, usitake lazima utakuwa hivyo. Ukishakuwa tu ni muongo, huwezi kutekeleza ahadi, kwa sababu ni sifa tatu ambazo zimeshikana. Ukishikamana na sifa moja tu, mbili lazima ziingie. Ukishakuwa ni muongo, huwezi kutekeleza ahadi. Ukishindwa kutekeleza ahadi, wewe ni muongo. Ukishakuwa huna tabia kutekeleza ahadi, lazima utakuwa ni mtu wa khiana. Kwa hiyo sifa tatu hizi ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezitaja, zinazofungamana na maudhui yetu, tujitahidi kuwa nazo, kwa sababu Mtume ameshachukua ahadi ya kwamba tukimdhamini sisi hizi tabia tatu, yeye atatudhamini yeye pepo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, jambo la kwanza kama nilivyosema kwamba ukweli ni miongoni mwa sababu za kumuingiza mtu katika janna, na uongo ni miongoni mwa sababu za kumuingiza mtu katika moto. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo nimependa kulizungumza katika hutuba ya leo, ukweli ndio asili ya utulivu wa kila kitu, na uongo ndio asili ya mashaka na wasiwasi. Ukimuona mtu hajiamini, hana mwelekeo katika matendo yake, katika maneno yake, hana msimamo, hiyo ni ishara ya kwamba ana sehemu ya uongo katika mambo yake. Na mtu akishakuwa ni mkweli, lazima atakuwa na msimamo, hawezi kuyumbishwa na jambo la aina yoyote, na katika vitu vikubwa anavyovipata katika nafsi yake ni utulivu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameitaja Imamu Tirmidhi katika sunani yake kutoka kwa Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhuma, anasema hafidhtu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nilihifadhi mimi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema da' ma yaribuk, acha lile ambalo linakupa shaka liache, ila ma la yaribuk, na ulifanye lile ambalo halikupi shaka. Fa inna as-sidqa tumaanina, Mtume akasema fa inna as-sidqa tumaanina, hakika ukweli ni utulivu. Fa inna as-sidqa tumaanina, hakika ukweli ni utulivu. Wa inna al-kadhiba ribatun, na kwa hakika uongo ni mashaka na wasiwasi. Ukishakuwa muongo tu, lazima utakuwa na mashaka na wasiwasi. Umefanya, unajua mimi, swali ni moja tu, ni kweli wewe ulisema haya maneno? Unajua watu hawakunielewa vizuri, hizi pesa wewe ulichukua? Unajua tu mimi niliziona zimehifadhiwa. Ukiona mtu swali moja unamuuliza, umefanya, hujafanya, umesema, hujasema, ni kweli, sio kweli, maelezo lazima ahitajie, apate maelezo. Huyu ni muongo, sababu ni swali la kujibu tu ndio. Umechukua? Nimechukua. Umesema? Nimesema. Umefanya? Kweli nimefanya. Na ndio maana masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni wakweli, mpaka katika sehemu nzito ambazo zinaangamiza nafsi zao walizungumza ukweli. Anakwenda sahaba kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia Mtume, ya Rasulullah, inni zanaitu, ewe Mtume wa Allah, mimi nimezini. Mtume anamwambia istiri nafsak, istiri nafsi yako. Anasema hapana, tahirni, nitaharishe. Ameoa au ameolewa, na anajua kwamba hukumu ya mzinifu aliyeoa au kuolewa ni kupigwa mawe mpaka kufa. Anajua kabisa kwamba mimi nakwenda
kumweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba nimezini, na anajua kwamba kinachofuata baada ya hapa ni kupigwa mawe hadharani mpaka kufa, sehemu ambayo inaangamiza nafsi yake. Lakini kwa kuwa walikuwa ni wakweli, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwapiga hadi na wakafa, na mpaka wa leo hakuna hata mmoja anayezungumzwa kwa ubaya. Wale masahaba wote waliopigwa hadi ya zina katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakuna sahaba hata mmoja anazungumzwa kwa ubaya. Wote wanazungumzwa kwa uzuri, na wamekuwa ni mfano wa kupigiwa kwamba hawa walikuwa ni wakweli. Ukweli unaleta utulivu ndani ya nafsi, na uongo na wasiwasi unaleta mashaka katika nafsi. Na ndio maana hata Ka'b, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya maalum kwa ajili yake. Alipoulizwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni kitu gani kimekuzuia kutokuhudhuria vitani? Sema hakuna sababu Mtume, hakuna sababu yoyote. Nilijiandaa kivita, silaha nilikuwa nayo, mnyama nilikuwa naye, nguvu ninazo, lakini sikwenda. Mtume akasema amma hadha faqad sadaqa, amma huyu amezungumza ukweli, lakini jambo lake tusubirie mpaka Allah atakapohukumu. Nenda. Na akamfanyia muqata, na alipata mazingira magumu kipindi ambacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemtenga, lakini alisimama kwamba mimi siku alikuwa na uwezo wa kutoa maelezo. Na Ka'b, miongoni mwa sifa ambazo anaelezewa, alikuwa ni mtu fasaha wa kuzungumza, yani uwezo wa kujitetea na kutunga maelezo na kutunga ibara. Uwezo huo alikuwa nao, lakini alimwambia Mtume ukweli kwamba sina sababu yoyote iliyonifanya nisihudhurie vitani. Alipata mazingira magumu, lakini baadaye alipata faraja. Allah subhanahu wa ta'ala akashusha aya, mpaka hivi sasa tunavyozungumza kila siku tunasoma ndani ya Qur'an. Kwa sababu ya nini? Ya ukweli. Kwa ndugu zangu katika imani, ukweli unaleta utulivu katika nafsi, na uongo unaleta mashaka na wasiwasi katika nafsi. aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ndugu zangu katika imani, mtamalizia jambo la mwisho katika hutuba ya pili kwenye Ijumaa hii, tukiwa katika maudhui yetu ile ya kuelezea umuhimu wa ukweli katika jamii na vile vile madhara ya uongo katika jamii. Jambo la mwisho ni kwamba ukweli huleta baraka na maisha mazuri duniani. Ukitaka kupata baraka na kupata maisha mazuri yenye utulivu, jitahidi kuwa ni mkweli. Na hapa nitazungumza na wafanyabiashara, wafanyakazi. Hapa nitazungumza na wao. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameitaja Imam Ahmad kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As, anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amesema, arba'un idha kunna fika, tabia nne au mambo manne yakiwa yapo kwako, fala alayka ma fataka min ad-dunya, hakuna madhara yoyote yatakayokupata wewe kwa yale yatakayokupita katika dunia. Tabia nne ukiwa nazo, hutopata madhara ya aina yoyote kwenye jambo lolote litakalokupita katika mambo ya kidunia. Hapa tuzungumzia dunia. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hifdhu amana, ni kuhifadhi amana. Huu ni mtihani mzito sana. Wametahiniwa watu wengi, si watu wa dini, si watu wa dunia, si viongozi wa dini, si viongozi wa dunia. Yani mtihani wa kuhifadhi amana unakaribia kutoweka katika jamii.
Unaweza ukafanya utafiti ya kwamba ni nani mwaminifu, ukazunguka nyumba kwa nyumba, ofisi kwa ofisi, kibanda kwa kibanda cha wafanyabiashara, ukatembea soko zima, katika wafanyabiashara 500 au wafanyabiashara 1000 kampata mmoja tu basi. Tena huyo mmoja wenyewe amepambana kweli kweli, huu ni mwaka wa 10 anapambana kuwa mwaminifu ndio kafanikiwa. Kwa sababu sio jambo jepesi, ni lazima uifunge nafsi yako. Jambo la kwanza ni kuhifadhi amana. Amana ni kitu ambacho umepewa, ukihifadhi wewe mwenyewe atakuja kukichukua, iwe ni pesa, iwe ni bidhaa, ni jambo la aina yoyote. Hata katika ilmu ni amana. Allah amekupa amana, binti uliyepewa wewe na baba kwamba huyu mtoto wangu nimekuozesha, ile ni amana. Watoto uliopewa na Allah ni amana. Sasa kuihifadhi amana ni jambo moja limewashinda watu wengi mno. Kwa jambo la kwanza ni kuwa na utabia kuhifadhi amana. Kisha akasema jambo la pili, wasidqu hadithi, na ukweli wa mazungumzo. Na ukweli wa mazungumzo, wa husnu khaliqatin, na uzuri wa tabia, wa iffatun fi ta'matin, na kujuzuia na haram katika chakula. Hivi vitu vinne hivi, hizi sifa 4 au hizi tabia 4, ukifanikiwa kujipamba nazo, ukadumu nazo katika maisha, ukaishi nazo, Mtume anasema fala alayka ma fataka min ad-dunya, hakuna madhara yoyote yatakayokupata wewe kwa yale ambayo yatakayokupita katika mambo ya kidunia, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Mtu akileta kitu chake kwako, mtu akikukabidhi kitu chake kwako, atakikuta kama alivyokupa. Kwa hiyo unakuwa hauna magomvi na mtu wewe katika upande wa mali. Ukizungumza unazungumza ukweli, hamna haja kuzungumza uongo. Kwa hiyo kinyume chake katika haya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukikosa hizi tabia 4, wewe hata upewe dunia na vilivyomo, wewe unaishi katika mazingira shida. Hamna watu wanaishi shida kama waongo. Na katika mtihani mkubwa ambao Allah huwajalia, ukishakuwa muongo tu unakuwa huna kumbukumbu inapotea. Kwa hiyo unakuwa una kazi ya kutafakari, hivi jana nilimdanganya vipi huyu jana nilimdanganya kwamba nimesafiri, sasa kaniona sijasafiri. Unatafuta uongo mwingine kwamba tiketi ilipotea na basi likawa limekupita, kwa hiyo safari umeghairisha. Kwa hiyo unakuwa maisha yako wewe hauna utulivu ndani ya moyo. Likija jambo hili umezungumza uongo, matatizo yako yote unayatatua kwa njia za uongo, maisha yako itakuwa ni maisha ya dhiki, hata kama wewe unamiliki dunia na vilivyomo ndani ya hii dunia. Kwa ndugu zangu katika imani, ukitaka kupata utulivu katika haya maisha ya dunia, jilazimishe na hizi sifa 4 ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezitaja. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili ni hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, imesimuliwa na Hakim ibn Hizam. Anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, albay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa, wafanya biashara wawili, muuzaji na mnunuzi, wapo katika khiyari muda wa kuwa hawajaachana, au qala hatta yatafarraqa, mpaka waachane. Ukisoma kwenye kitabu al-buyu', mambo ya kibiashara, kuna kitu kinaitwa al-khiyar. Sijui kama wafanya biashara wanakijua. Kuna khiyarul majlis na kuna khiyarul ghabni na khiyari nyingine ambazo wanawachuoni wanazizungumza ndani ya vitabu. Khiyari, sheria dini ya Kiislamu imempa khiyari muuzaji wa kuvunja mkataba wa biashara kwa sharti mnunuzi bado hajatoka katika eneo lake la biashara, na mnunuzi amepewa khiyari ya kuvunja mkataba wa biashara kwa sharti hajatoka eneo la ununuzi wa bidhaa. Umekwenda mahala umenunua bidhaa, baada ya kununua ukakumbuka ya kwamba kuna jambo ni muhimu mno kutekelezwa kuliko hiyo bidhaa uliyonunua, ukamwambia muuzaji, bana chukua bidhaa yako, mimi sitaki tena, naomba pesa yangu. Ni jambo linafaa kisheria. Ametoa risiti,
hajatoa risiti, shauri zake. Hii ni khiari imewekwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile muuzaji amekuuzia bidhaa, alafu akaona sitaki kuuza hii bidhaa, nitaitumia mimi mwenyewe, nitampelekea mama yangu, nitampelekea zawadi mtu fulani. Bana, chukua pesa yako, naomba bidhaa yangu. Mimi sasa muda wa kuwa bado upo katika lile eneo la biashara, kila mmoja katika wafanyabiashara wawili, muuzaji na mnunuzi, ana khiari ya kuvunja mkataba wa biashara. Ndio Mtume akasema albay'ani bil khiyari, wafanya biashara wawili kwa maana muuzaji na mnunuzi wako katika khiari, ma lam yatafarraqa, muda wa kuwa hawajafarikiana, au qala hatta yatafarraqa, mpaka wafarikiane. Hii wanawachuoni wa fiqhi wanaiita inaitwa khiyarul majlis. Na kuna khiyarul ghabni, khiyari ya kupunjwa. Umekwenda kununua bidhaa, umefika nyumbani, ukiangalia ile bidhaa na pesa uliyoitoa havifanani. Labda ulikuwa haujui, elimu yako ilikuwa ni ndogo, sheria ya dini na kuruhusu kurejesha bidhaa au kuongezewa thamani. Bana, umenuuzia bidhaa fulani, lakini baada ya kufuatilia, hii sio bei yake, umenuuzia ghali sana, ima unipe bidhaa nyingine au nirejeshe hela yangu. Ni mambo yapo katika vitabu na wanawachuoni wameyazungumza, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyewekea msingi. Sasa hatuzungumzii masala ya khiyari, tulichozungumzia hapa ni suala la ukweli. Baada Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuelezea suala la khiyari katika biashara, akasema hivi: fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Fa in sadaqa, ikiwa watasema kweli, yule muuzaji akawa ni mkweli na yule mnunuzi akawa ni mkweli. Mtume anasema fa in sadaqa, ikiwa watasema kweli, wabayana, na wakabainisha, bana, hii bidhaa ni mbovu, hii bidhaa ina kasoro fulani, burika lahuma fi bay'ihima, watabarikiwa wao kwenye biashara yao. Wa in katama, lakini ikiwa wataficha, wakadhaba, na wakazungumza uongo, muhiqat barakatu bay'ihima, huondolewa baraka kwenye biashara yao, baraka inaondoka. Mnunuzi muongo, lengo lake ni kumtapeli na kumdanganya muuzaji, na muuzaji naye pia ni muongo, lengo lake ni kumtapeli na kumdanganya mnunuzi. Wamekutana matapeli wawili ama waongo wawili, kila mmoja anammendea mwenzake, atakikaa katika barabara anakwenda. Na ndio maana watu wanauza, wanapata pesa, lakini bado malalamiko katika maisha kila siku, maisha magumu. Lakini mtu ana nyumba, ana gari, ana mshahara wake, anafanya kazi, lakini kila ukikutana naye analalamika maisha magumu, mambo magumu. Allah anaondoa baraka katika shughuli. Hadithi ya tatu katika nukta hii ni hadithi muhimu sana, hasa wafanya biashara na wafanya kazi. Mnatakiwa hadithi hii muihifadhi, iingie katika vichwa vyenu, na kila wakati unafikiria haya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku moja Mtume alimwita Urwa al-Bariq, fa'atahu dinaran, akampa dinari moja, yashtari lahu bihi shatan, akamnunulie mbuzi. Mtume alimwita sahaba wake Urwa, akampatia dinari moja aende akanunue mbuzi. Fashtara lahu bihi shataini, Urwa akaenda kanunua kwa ile dinari moja ile, akanunua mbuzi wawili. Inawezekana Mtume alikuwa hajui bei ya mbuzi, inawezekana Urwa alipata mbuzi kwa bei rahisi. Vyovyote takavyokuwa, pesa aliyopewa na Mtume akanunue mbuzi mmoja, ina uwezo kununua mbuzi wawili, lakini Mtume hajui. Urwa akanunua mbuzi wawili, fabaa ihdahuma bidinarin, akamuuza mbuzi mwingine kwa dinari moja. Alipewa dinari moja, akanunue mbuzi mmoja,
ndiyo ambalo mtume analijua. Yeye kwa uzoefu wake wa kibiashara akaenda kanunua dinari moja, akanunua mbuzi wawili, halafu akamuuza mbuzi mmoja kwa dinari moja. Wajaahu bidinarin wa shatin, akaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na dinari moja na mbuzi mmoja. Mtume akachukua dinari yake na akachukua mbuzi wake. Fadaa lahu bilbarakati fi bai'ihi, mtume akamuombea baraka katika ile biashara yake. Wanasema wakana law ishtara turaba la rabiha bihi. Urwa akawa lau atanunua mchanga, yeye akanunua turundo la mchanga afa aliweke barabarani auze, atapata faida. Baada ya pale Urwa katika maisha yake hajawahi kufanya biashara kapata hasara. Kwa nini? Ukweli. Hii hadithi ichukue wewe uingize katika yale ambayo umeshayafanya wewe. Umetumwa na watu wangapi? Wangapi wamekutuma wewe? Ima walikuwa wanajua bei au hawajui bei. Wamekupa pesa kanunue kitu fulani, ukafika kule ukafanya ujanja wako, ukapata kifaa kile au bidhaa ile kwa bei pungufu. Kile kilichobaki ulikirejesha. Sasa kila mmoja atafakari ni matukio mangapi katika maisha yake yametokea katika sura hii. Na wenyewe vijana wana majina yao huko, wana majina yao. Sawa, wana majina yao wenyewe, kwamba yale majina kana kwamba wanahalalisha kwamba hii haina shida, sikapata bidhaa yake na pesa si ndio ile. Sasa unapata pesa ndani sekunde mbili haipo. Yale matatizo uliacha nyumbani kwako yako vile. Unatoka asubuhi, unakwenda mjini, unafanya shughuli zako, wapata pesa, ukirudi nyumbani watatua matatizo na matatizo hayaishi. Na ndio maana kuna watu wanatafuta pesa ya kula, wana mwaka wa 20, kila siku ile ya kula inamsumbua. Kila siku hanaga akiba ya chakula yeye nyumbani kwake. Hata akiweka akiba ya chakula haikai. Atakuja mgeni, tutokea tatizo, akiba inakwenda. Allah anaondoa baraka. Wafanyakazi katika maofisi, katika shughuli mbalimbali, mmetumwa mara ngapi na mabosi zenu? Kuna wale watu wa kuandika taarifa na kuandika ripoti ya manunuzi na mauzo, inakwenda kwa mkuu fulani, wanaongeza sifuri ngapi, pesa zinaingia, hii inakwenda mahala husika, ile iliyobakia wanakuambia lazima ujiongeze. Dunia ya sasa lazima ujiongeze, usipojiongeza utabakia hapo. Ni mifumo mibovu ambayo imetengenezwa katika msingi wa khiana na uongo, na watu wamelelewa katika misingi hiyo na wamekuwa katika misingi hiyo kiasi ambacho kuacha haiwezekani. Mpaka inafikia hatua kuna baadhi ya watu wanaona ya kwamba yani ukisema uishi kihalali utoboi. Wataka kutoboa nini? Ili uishi kiharamu nataka utoboe nini? Angalia maisha ya masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna walivyokuwa ni wakweli kwenye shughuli zao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaombea dua, na ndio maana hakuna watu ambao waliishi maisha ya utulivu na amani kama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya mwisho, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi amepokea Imam Abu Daud kutoka kwa Abu Huraira. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allaha yaqul, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ana thalithu sharikaini, mimi ni watatu katika wale washirika wawili. Watu wanafanya share katika jambo lao. Allah katika hadithi al-Qudsi anasema, ana thalithu sharikaini, mimi ni watatu kwa wale washirika wawili. Mkikaa nyinyi wawili mwapanga mfanye biashara, Allah anakuwa ni watatu wenu. Wanaelezea ahlul ilm ma'iyya hapa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuatilia wao baraka na kuwasaidia kwenye biashara yao au kwenye ule ushirika wao. Mtume akasema, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ana thalithu sharikaini, mimi ni watatu katika wale washirika wawili, kwa sharti moja, ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu, muda wa kuwa hajamfanyia khiana
mmoja wao kumfanyia khiana mwingine. Na khiana ni akhul kadhib, khiana ni ndugu wa uongo. Fa idha khanahu, pindi atakapomfanyia khiana tu, ukamfanyia khiana mwenzako, ukamwambia bana mzigo TRA wameuchukua, wameutaufisha wote, kwa mzigo huu tumepata hasara, na mwenzako yeye hana muda, basi qadara Allah wa ma shaa faala, kwa mzigo umeuza na pesa umechukua. Sasa muda wako umeshamfanyia khiana huyu mwenzako huyu, basi ile baraka ambayo Allah alikuwa pamoja na nyinyi, Allah anasema fa idha khanahu, pindi atakapomfanyia khiana, kharajtu min bainihima, ninatoka baina yao ninawaachia jambo lao wao wenyewe. Hamna kitu kibaya katika maisha kama Allah subhanahu wa ta'ala kuliachia jambo kwako. Jambo lolote, jambo la aina yoyote, lazima upate msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikifikia hatua Allah anatangaza wazi ya kwamba ukimfanyia khiana mwenzako, mimi ninajitoa katika ule ushirika wenu, ninawaachia nyinyi wenyewe. Ndio maana utaona ya kwamba mtu amemdhulumu mwenzake, lakini hakuna maendeleo anayoyapata, na akipata maendeleo hana utulivu, kama vile katika ile hadithi ya kwamba wa innal kadhiba riba, uongo ni wasiwasi na mashaka. Na ndio maana wezi, matapeli hawana utulivu katika maisha yao, hata wawe na starehe ya sampuli ya aina gani, hawana utulivu katika maisha yao. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kipengele hiki cha mwisho ambacho kinatuhusu wafanyabiashara, wafanyakazi, washirika katika mambo mbalimbali, tuweni wa kweli. Hakuna faida kuzungumza uongo. Ninawaambia hivi, uongo hautatui matatizo. Usitafute suluhisho la kutatua matatizo kwa njia ya uongo, unaongeza tatizo. Kama uko share na mwenzako katika biashara, wewe ni mfanyakazi kwenye kampuni, katika ofisi mbalimbali, jambo limeharibika katika mikono yako, zungumza ukweli. Bosi wangu, mzigo umepotea, mzigo umeanguka, pesa zimepotea. Wakikuamini sawa, wasipokuamini sawa. Wewe umesimama katika ukweli, utapata shida, lakini utajikuta baada ya ile shida uliyopata kuna faraja kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala anakupa, kwa sababu Allah anapenda ukweli na hapendi uongo, na anawapenda wa kweli na hawapendi watu waongo. Kwa hiyo huwezi kutumia njia ambayo Allah haipendi kwenye kutatua matatizo, halafu ukawa ni mtu mwenye kupata faraja na maisha katika dunia. Ndugu zangu katika imani, kwa leo tutaishia hapa. Katika khutba itakayofuata tutazungumza jambo lingine katika hili suala la uongo. Ninasisitiza, suala la uongo ni suala ambalo wametahiniwa watu wengi sana, si viongozi wa dini, si walimu, si maustadhi, si mashekhe, si maimamu. Uongo ni mtihani mkubwa sana. Allah amewatahini watu wengi sana, na kwa kuwa ni waongo, vile vile khiana zimekithiri mno katika harakati za kidini, katika harakati za kimaisha. Khiana ni nyingi sana. Allah subhanahu wa ta'ala anaondoa baraka katika maisha, na ndio maana nilizungumza katika khutba iliyopita, hata migogoro inayotokea katika familia, kwenye vyama vya kisiasa, kwenye serikali, kwenye mashirika, kwenye makampuni, misikitini, kwenye madrasa, ukikaa chini ukatafiti utakuta sehemu kubwa uongo una nafasi kubwa sana. Achilia mbali mambo ya hasadi, yana nafasi yake, lakini uongo una nafasi kubwa sana. Na lau kama watu wataishi katika ukweli, basi familia zitakaa katika mazingira mazuri, biashara zitakwenda vizuri, serikali itakwenda vizuri, na harakati za